Eneo la pili lilikuwa linahusu na uchaguzi, kwamba mchakato wa uchaguzi lazima uwe free and fair. Kwa hiyo tulifanya mapendekezo mle, tume ipatikane vipi, fanyeje kazi and so on. Kwa kiwango kikubwa dili lilikubalika, na utaona mabadiliko yaliyofanywa kwenye bunge kuhusu tume ya uchaguzi yanaendana na mapendekezo tuliyofanya, isipokuwa hii, maana hawa waliopo hawakupatikana kwa mchakato ule ambao tulizungumza. Kwa hiyo kulikuwa na eneo la tatu kubwa ni mgawanyo wa madaraka. Mgawanyo wa madaraka, kwanza mgawanyo kati ya mihimili: serikali, bunge, mahakama. Tukasema hapa inaonekana hatujawa na bunge imara na mahakama imara, lazima hivi viimarishwe, viwe independent kufanya kazi yake. Na kwenye bunge tukasema kwa kuwa tuna presidential system, mawaziri wasiwe kwenye bunge, bunge liwe independent. Mawaziri rais atakuwa nao huko, anateua nini. Kwa hiyo tutenganishe serikali na bunge. Imo katika mapendekezo yetu, walikataa. Mahakama tulisema nayo ipewe uhuru ule pamoja na uhuru financial. Sasa hizi bunge lina kifungu, wana control wao wenyewe, lakini mahakama bado ina depend kwa hazina. Tukasema wafanye hivyo na wawe na mahakama ya juu zaidi. Hayo waliyakubali, lakini hajatekelezwa. Lakini mgawanyo mwingine wa madaraka, kwanza kwa hili unasema wanakuwa independent, wasiingiliane. Lakini sasa hivi imekuwa kawaida, na ni nchi pekee, wala sababu sielewi, kwamba jaji mkuu na speaker wanahudhuria vikao vya rais. Hakuna mahali popote, yani imeonekana bunge na mahakama ni sehemu ya executive. Tumesema hii kwamba sio vizuri, ni kama utaratibu wa dictatorship kuona speaker na jaji mkuu wanakuwa washauri wa rais. Asema kwa wananchi wakiwa wanahudhuria vikao vya rais, hawataamini kwamba wanapata maagizo kutoka kwa rais, watakuwa wanazungumza. Hili linaendelea mpaka sasa. Hakuna uwezi kusonga, kwa sababu ukiona speaker anakwenda kwenye kikao cha rais anazungumza pale, wabunge wale watafuata. Bunge la 12 ndio bunge liliokuwa dhaifu kuliko mabunge yote ambayo tumepata kuwa nayo kabisa. Lilikuwa very weak, walikuwa machawa. Yani ilikuwa, unajua wakati ule wananchi walipiga kelele sana bunge liende mbashara. Lakini baada hii usiki wala watu hawana interest ya kusikika bunge linafanya nini. Bunge lilikuwa weak na kusifu. Kulikuwa na wakati fulani nafungulia kuona proceedings za bunge. Kilichokuwa kinanichangaza, ilikuwa ni mara chache sana mbunge kuzungumza kwa dakika 10 bila kumtaja rais. Yani wanataja rais kuliko mambo yao jumuni. Kwa hiyo bunge ni weak, na nadhani hata hili bunge kwa jinsi ulivyopata hii nalo litakuwa weak.
kama jaji mkuu anakwenda kwenye vikao vya rais, anatoa hotuba pale na watu wanaona, hawataamini kwamba huyu hako chini ya rais, na mahakimu na majaji watakuwa na sasa, kama rais, jaji mkuu yuko kama na rais na wana malalamiko kwamba wanapewa maagizo. Sasa hii au majaji au na mahakimu nasema hii lazima tutenganishe kabisa, tutenganishe, isionekane kwamba jaji mkuu, spika wanakuwa ni washauri wa rais.